Baada ya kifo cha mume wake, Sofia alihisi dunia imeanguka juu ya mabega yake. Na kwa mara ya kwanza, alitambua kwamba machozi hayalipi bili wala hayalipi ada za shule. Alikaa sebuleni mwa nyumba yao ya udongo, akiwatazama Jasmine na Lydia, akasema kwa sauti iliyochoka, "Kuanzia leo, mimi ndiye kila kitu kwenu." Jasmine mwanae wa kwanza alinyamaza, lakini Lydia binti yake wa mwisho alilia wazi wazi, "Mama, tutakusaidia, hatutakuacha peke yako." Sofia mama yao alijikaza, "Nataka muwe na maisha bora kuliko yangu. Hata kama nitachoka hadi mifupa ivunjike, nipo tayari kufanya kazi kwa nguvu zangu zote." Waliendelea kuishi kwa maisha magumu, lakini miezi michache baadaye, ada za shule zilikuwa ni changamoto sana. Sofia mama yao alishindwa kabisa kuzilipa, na hilo tatizo lilikuwa likimchanganya sana akili yake na asiweze kutulia kabisa. Siku moja jioni, aliwaita mabinti zake chini ya mti wa mwembe, uso wake ukiwa mzito kama mawingu ya mvua. "Sina uwezo wa kuwasomesha wote wawili," alisema kwa sauti ya kutetemeka. Kimya kilitanda, lakini Lydia, mtoto wake wa mwisho, akasema kwa machozi, "Mama, mimi nitaacha shule." Jasmine dada yake akamgeukia kwa mshangao, "Hapana, siwezi kukubali." Lydia akamwangalia moja kwa moja, "Dada, wewe ni mkubwa, maliza masomo, utuokoe sisi na mama, angalau wewe umeshafika darasa la mbali kuliko mimi. Sasa hivi tuna maisha magumu sana na mama hawezi kutusomesha sisi wote wawili." Sofia akalilia ndani, "Mtoto wangu, na kunyima ndoto zako. Naomba unisamehe sana." Lydia akatikisa kichwa, "Mama, usijali. Kila mtu hapa anakuelewa, lakini ndoto zangu zinaweza kusubiri, lakini ya dada haiwezi. Msomeshe kwa dada, atakuja kutusaidia mama akifanikiwa." Jasmine akashika mkono wa Lydia na kusema kwa nguvu, "Nikienda chuo, nitaifanya familia yetu ijivunie kuwa na mtoto kama mimi. Hilo na waahidi ndugu zangu." Lakini ndani ya macho yake kulikuwa na mchanganyiko wa shukrani na hofu. Basi, muda ulipita, na hii siku Jasmine aliondoka kwenda chuo kikuu mjini. Sofia na Lydia walimwangalia akipanda basi kwa matumaini na machozi. "Usitusahau," Lydia alipaza sauti. Jasmine akajibu kwa tabasamu, "Nitawarudisha kwenye maisha mazuri mama." Lakini safari ya basi ilipompeleka mbali na kijijini, moyo wake ulianza kubadilika polepole. Alipofika mjini, aliona majengo marefu, watu waliovaa suti safi, wasichana waliobeba mikoba ya bei ghali. Alijiambia, hii dunia kumbe ni nzuri hivi. Hakika kijijini palikuwa pananifunga akili yangu. Kila siku alipoingia darasani, alijiona kama mtu mpya, mtu aliyekata mizizi ya kijiji chake. Marafiki zake wapya walikuwa watoto wa matajiri. Walizungumza kwa kujiamini na kuzungumzia safari za Dubai na London. Siku moja walimuuliza, "Jasmine, wazazi wako wanafanya kazi gani?" Alitabasamu kwa uongo. Baba alikuwa mfanyabiashara, mama ana miradi yake. Hakutaka kusema kuwa mama yake huuza mboga sokoni. Rafiki yake mmoja akasema kwa kejeli, "Tunapenda watu wa kiwango chetu. Sipendi kabisa kuwa na urafiki na watu maskini mimi, kwa sababu wanakuwa hawana uwezo wa kufikiri kama sisi na pia hawana pesa." Maneno hayo yalimchoma kama sindano na akaapa moyoni, sitakuwa wa chini tena. Huku maisha kijijini yaliendelea, hii siku Sofia mama yake alimpiga simu mara kwa mara kuuliza hali yake, lakini mara nyingi simu ilikatwa au haikupokelewa. Lydia naye alijaribu kumwandikia message, "Dada, mama anaumwa leo, angalau ongea naye." Lakini Jasmine alijibu kwa hasira, "Nipo busy sana, nafikiri chuo ni mchezo, acheni kunipigia kila wakati." Lydia alishikwa na mshangao sana. Hakuamini message Jasmine aliyoyetuma. Aliona kama ni ndoto, lakini huo ndo ulikuwa ukweli halisi. Siku moja mama yake Sofia alipiga tena wakati Jasmine yuko na marafiki zake mgahawani. Rafiki yake akamwambia kwa dharau, "Huyo ni nani anayekusumbua kila siku?" Jasmine akasema kwa kicheko cha kujifanya, "Ni watu wa zamani tu."
Lakini simu ilipoingia tena, alilazimika kupokea, akaenda pembeni, akaongea huku akiwa na hasira ili wenzake wasijue kitu. "Mama, tafadhali ongea haraka, nina shughuli nafanya," alisema kwa sauti kali. Sofia akasema kwa upole, "Tulitaka tu kusikia sauti yako." Jasmine akamjibu kwa ukali, "Hivi kweli unanikatisha kwenye kazi, halafu na kuuliza shida yako ni nini, unasema unataka usikie sauti yangu tu? Naomba msinisumbue jamnani, nipo busy, naomba mnipunguzie simu." Sofia alinyamaza kwa sekunde chache, halafu akasema kwa maumivu, "Sawa mwanangu." Simu ilikatika na ukimya ulijaa hewani. Mama alikata simu, alikuwa anashangaa kumsikia mwanaye akijibu hayo majibu. Pembeni Lydia alimuuliza mama yake, "Kwa nini dada anaongea kama hatujawahi kumsaidia?" Mama yake alijibu kwa machozi, "Labda anajaribu kujitengenezea maisha." Lakini ndani yake kulikuwa na jeraha la maneno ya binti yake. Usiku huo alikumbuka jinsi anavyojitoa kwa mtoto wake. Anaambulia majibu ya dharau. Hakuweza kuamini, alikuwa na majonzi sana. Miezi ilivyopita, Jasmine alizidi kujitenga. Alianza hata kufuta picha za familia yake kwenye simu yake. "Siwezi kuonekana na watu wa kijijini. Sina muda wa drama za kijijini." Siku moja Lydia mdogo wake alikuwa amekaa nje. Alikuwa na hasira sana na dada yake, akapata ujasiri na kumpigia tena. Aliokota simu na akawa amempigia. Bahati nzuri, Jasmine akapokea. Lydia akasema, "Dada, tulikosa nini?" aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Jasmine akapandisha sauti, "Mlikosa kuwa matajiri. Nimechoka na umaskini wenu." Lydia alishtuka akasema, "Tulijitoa kwa ajili yako. Sikuwalazimisha." Simu ikakatika kwa ghafla na Lydia akaanguka kitandani akilia. Taratibu, moyo wa Jasmine ukaanza kufa upande wa familia yake. Hakukumbuka tena ahadi ya maisha mazuri aliyowaahidi familia yake. "Ninastahili maisha bora," alijisemea. Hapo ndipo chuki, wivu wa hali yake ya asili na usaliti wa kimya vilianza kuota mizizi. Chuoni, Jasmine alianza kuishi maisha mapya kwa kasi ambayo hata yeye mwenyewe haikutarajia. Akibadilisha mavazi yake, lafudhi yake na hata namna alivyocheka ili afanane na kundi la wasichana waliotoka familia zenye pesa. Alipokuwa akitembea kwenye viwanja vya chuo akiwa ameshika mkoba wa kisasa alioununua kwa hela ya matumizi aliyotumiwa na mama yake, alihisi kama anavua ngozi yake ya zamani pole pole. Rafiki yake mmoja, Vanessa, aliwahi kumuuliza kwa kejeli, "Wewe Jasmine, mbona uzungumzii familia yako kabisa? Au ni watu wa siri sana?" Jasmine alikaa kimya, kisha akasema kwa sauti ya kujiamini, "Baba yangu alikuwa mfanyabiashara mkubwa kabla hajafariki." Vanessa akamwangalia kwa macho ya mashaka. "Kweli? Hujawahi kusema hilo. Pole sana kwa kifo cha baba yako." Jasmine akajibu kwa haraka, "Asante, lakini kwa sasa mama yangu yupo Dubai kwenye biashara zake, ndio maana hajawahi kabisa kunitembelea hapa." Rafiki yake alitabasamu kwa sababu aliona Jasmine anatokea kwenye maisha ya kitajiri sana. Lakini ukweli, Jasmine alivyoongea hivyo tu, ndani yake alijisemea, "Siwezi kuambia kuwa mama yangu anauza mboga sokoni mimi." Aibu ilimkaba kama mkufu mzito shingoni. Uongo mdogo ukaanza kukua ndani yake kama mti wa sumu. Na kila alipozungumza, alijisikia akizidi kuachana na ukweli wake wa zamani. Siku moja jioni, wakati wa hafla ya wanafunzi wa biashara, Jasmine alikutana na kijana aliyekuwa tofauti na wengine wote, Adrian. Alifika akiwa amevaa suti ya gharama, saa ya kung'aa mkononi na kuzungukwa na watu waliomheshimu. Alimkaribia Jasmine baada ya kumsikia akijibu swali darasani kwa ujasiri. Akatabasamu na kusema, "Unaongea kwa kujiamini sana, ni wachache wanaweza kusimama mbele ya watu namna hiyo." Jasmine alihisi moyo wake ukiruka, akajibu kwa upole, "Nimejifunza kupambana." Adrian akamwangalia kwa kutabasamu sana. "Na unaonekana kama mtu mzuri sana." Basi Jasmine alikuwa akitabasamu tu. Siku zilizofuata, Adrian alianza kumchukua Jasmine kwenye migahawa ya kifahari na safari za ghafla nje ya jiji. Hii siku, akiwa amekaa na Adrian, ghafla mama yake akampigia simu. Aliangalia kwa dharau kisha akasema, "Hawa wanataka kuniharibia. Kwa kweli hili sitalikubali." Akachukua simu na akaikata. Adrian kamuuliza, "Mbona umekata simu?"
Akawa anacheka tu, akamwambia, ni watu tu wa huko chuo wananisumbua. Basi Adrian akawa amepotezea pale. Kadri mahusiano yao yalivyokuwa, Adrian alianza kumwambia waziwazi, unastahili kuishi kama malkia. Adrian akamshika mkono na kusema, nitakutoa kabisa kwenye kivuli cha maisha ya zamani na kukuweka kwenye maisha ya raha. Jasmine alijisikia kama amepata mwanaume wa ndoto zake. Kila mara alipotazama picha za maisha ya kijijini, alizima simu yake haraka. Hakutaka hata kumbukumbu za umaskini ziingie kwenye maisha yake mapya. Mahusiano ya Jasmine na Adrian yalikuwa na kasi ya ajabu, kana kwamba wote wawili walikuwa wanakimbia kuelekea ndoto fulani iliyowaka moto mbele yao. Kila wiki kulikuwa na safari mpya, mara hotelini pwani, mara mapumziko ya ghafla nje ya jiji, mara chakula cha jioni kwenye migahawa ambayo hata jina lake lilimchanganya Jasmine. Hivi kweli haya ndiyo maisha? Aliwahi kumuuliza Adrian akiwa ameketi kwenye roshani ya hoteli ya nyota 5. Adrian akacheka kwa jiamini. Huu ni mwanzo tu. Unaona sasa nilivyokuambia unastahili makubwa. Jasmine akamtazama kwa macho yaliyojaa tamaa. Siamini kama umenifanya niishi maisha ya kifahari namna hii. Siku moja jioni, Lydia alipata ujasiri wa kumpigia dada yake tena. Jasmine alipokea kwa shingo upande. Nini tena? Lydia akasema kwa sauti ya wasiwasi. Dada, mama anaumwa sana. Ameuliza kama unaweza kuongea naye. Jasmine akapandisha sauti mara moja. Sina muda wa drama za kijijini. Kila siku ni matatizo tu. Lydia akasema kwa maumivu. Haya sio matatizo, ni familia yako. Jasmine akajibu kwa kali. Familia haiwezi kunizuia kuishi maisha yangu. Lydia akasema kwa uchungu. Tulijitoa kwa ajili yako. Jasmine akajibu kwa ukali. Sikuwalazimisha. Lydia alishika simu kwa mikono inayotetemeka. Dada, hata kama una pesa ya kutuma, mama anahitaji kusikia tu sauti yako. Jasmine akacheka kwa dharau. Sauti yangu haitamponya. Lydia akasema kwa machozi. Lakini itampa amani. Jasmine akajibu. Mimi nahitaji amani yangu kwanza. Na kwa sauti kali akakata simu. Adrian aliyekuwa ameketi karibu alimuuliza, kuna nini? Jasmine akasema kwa chuki iliyofichika, ni watu wa chuo tu wananisumbua. Wakati Jasmine akizama kwenye safari za kifahari, mama kijijini alilala kitandani akipumua kwa shida. Je, ameongea? Aliuliza kwa sauti dhaifu. Lydia alitikisa kichwa. Anasema yuko busy. Mama alifumba macho, machozi yakimtiririka polepole. Lydia alijaribu kujifariji. Labda atabadilika, lakini moyoni mwake alihisi ukuta kati yao na dada yake ukizidi kuwa mnene. Baada ya muda, Jasmine alihitimu chuo kwa shangwe kubwa. Adrian alimninulia shada la maua na kumwambia mbele ya marafiki zake, nimejivunia sana mwanamke huyu. Jasmine alijawa na fahari sana. Wiki chache baadaye, Adrian alimpeleka Jasmine kwenye nyumba ya kifahari yenye bustani kubwa na magari 4 yaliyopangwa nje. Alisimama mbele yake na kusema kwa sauti tulivu lakini yenye mamlaka, Jasmine, nataka uwe sehemu ya maisha yangu milele. Jasmine alishikwa na mshangao. Unamaanisha nini? Adrian akasema moja kwa moja, nataka kukuoa. Jasmine alihisi kama dunia imempa ushindi wake wa mwisho. Ndiyo, alijibu bila kusita. Ndiyo nataka. Basi Jasmine alivalishwa pete ya uchumba. Na baada ya hapo, maandalizi ya harusi ya Jasmine na Adrian yalikuwa gumzo la jiji zima. Muda ulipita na isiku, mama yake alikuwa amelala kitandani, mwili wake dhaifu kwa ugonjwa na mawazo. Aligeuza kichwa kumwangalia Lydia aliyeketi pembeni yake, akasema kwa sauti iliyovunjika, mwanangu, kesho dada yako anaolewa. Lydia akashusha pumzi nzito. Mama, unajua hatutakiwi pale. Mama yake akamkazia macho yenye maumivu. Nataka angalau mmoja wetu awepo. Damu ni damu. Lydia akatikisa kichwa kwa wasiwasi. Na kama atanifokea mbele ya watu? Mama akamshika mkono wake kwa upole. Jaribu, hata kama utaumia, jaribu. Jioni ya harusi ilipofika, Lydia alivaa gauni lake la heshima pekee alilokuwa nalo, licha ya kuwa limechakaa. Alisimama mbele ya kioo kidogo akijiambia, naenda kama mdogo wake, si kama ombaomba. Majirani walimuuliza kwa mshangao, una uhakika watakupokea? Lydia akajibu kwa sauti tulivu, hata kama atanikataa, nitajua nimefanya wajibu wangu. Alipanda basi kuelekea mjini, moyo wake ukipiga kwa hofu na matumaini yaliyogongana ndani yake. Alipoingia ndani, alihisi macho ya watu yakimtazama kwa udadisi na dharau. Huyu anatoka wapi? Mwanamke mmoja alinong'ona kwa rafiki yake. Lydia akameza mate na kusimama pembeni, akimtazama dada yake akiwa amevaa gauni jeupe la kifahari,
akitembea kana kwamba amezaliwa kwenye dhahabu. Adrian alisimama karibu yake, akionekana mwenye fahari. Leo nimepata malkia wangu, Adrian alisema kwa sauti ya upendo. Sherehe ilipoendelea na muziki wa taratibu ukichezwa, wakati wa kutoa zawadi ulifika. Wageni walianza kusimama mmoja mmoja, wakitoa bahasha na sanduku za thamani, huku wakitoa pongezi zao. Lydia alishika bahasha yake ndogo, mikono yake ikitetemeka, akajisemea, mama amenitua, lazima nisogee mbele. Alipiga hatua polepole kuelekea kwa bibi harusi, kila hatua ikiwa nzito kama jiwe. Adrian aliona sura ya Lydia kabla ya Jasmine kuiona, akamuuliza kwa sauti ya chini, unamfahamu? Jasmine alipogeuka na macho yake kugongana na ya Lydia, uso wake ulibadilika ghafla. Tabasamu lake likayeyuka, macho yakajaa hasira. Anafanya nini hapa? Aliongea kwa maneno ya hasira. Adrian akasema kwa mshangao, nani huyo? Jasmine akajibu kwa hofu, simjui mimi. Lydia alipofika mbele yao, alijaribu kutabasamu licha ya machozi yaliyokuwa yanamjaa. Dada, alisema kwa sauti ya chini lakini iliyojaa hisia, nimekuja kukupongeza. Ukumbi ukawa kimya kidogo, wageni wakigeuka kuangalia tukio lisilotarajiwa. Adrian akamtazama Lydia kwa umakini, kisha akamtazama Jasmine. Jasmine alipomwona Lydia amesimama mbele yake akiwa ameshika bahasha ndogo, uso wake uligeuka ghafla kutoka tabasamu la kifahari hadi baridi kali ya chuki iliyofichika. Alimsogeza pembeni haraka, akishika mkono wake kwa nguvu kiasi cha kumuumiza. Akamvuta karibu na nguzo ya mapambo ili wageni wasisikie wanachoongea. Kwa meno yaliyokazwa, akafoka kwa sauti ya chini lakini yenye sumu, umefuata nini hapa? Huna aibu kweli? Lydia alishtuka lakini akajikaza. Dada, nimekuja kukupongeza. Mama alinituma. Hata kama hututaki, bado ni dada yangu. Jasmine akamkazia macho. Nimeshakataa familia ya maskini. Huwezi kuniharibia heshima yangu mbele ya watu hawa. Lydia akatikisa kichwa kwa uchungu. Heshima? Tulikuinua kwa jasho letu. Niliacha shule kwa ajili yako. Jasmine akamkatiza kwa hasira. Sikukuomba uache. Huo ulikuwa ni uamuzi wa upumbavu wenu wewe pamoja na mama yako. Jasmine alitazama upande wa wageni waliokuwa wakianza kuongea chini chini. Akahisi aibu ikimchoma kama moto. Unataka watu wajue nimetoka kijijini? Aliuliza kwa ukali. Lydia akasema kwa sauti ya chini, na kuna ubaya gani? Jasmine akapaza sauti zaidi. Ubaya ni kwamba nimepambana kufika hapa. Siwezi kuharibiwa na historia ya umaskini. Lydia akasema kwa maumivu. Historia hiyo ndio iliyokujenga. Jasmine akamsukuma kidogo. Sitaki kusikia hayo. Adrian alipoona Jasmine akiongea kwa hasira, alisogea karibu. Kuna shida gani? Jasmine akageuka haraka na kutabasamu kwa kujilazimisha. Hakuna, ni mtu tu amepotea. Lydia akasema kwa sauti inayotetemeka. Mimi si mtu aliyepotea. Mimi ni mdogo wake. Adrian aliinua nyusi kwa mshangao. Mdogo wake? Jasmine akamkazia macho ya kuonya. Usithubutu kusema chochote mbele yake. Lydia akasema kwa uchungu. Kwa nini unaogopa? Wageni walikuwa sasa wakitazama kwa udadisi, wakiongea kwa sauti za chini. Kuna nini pale? Jasmine akatambua kuwa macho mengi yanamwangalia. Akahisi kuaibika. Akamgeukia Lydia kwa ukali. Ondoka kabla sijaita ulinzi. Lydia akasema, unanifukuza mbele ya watu? Ndiyo, ondoka, si sehemu yako hapa. Lydia akasema, angalau pokea hii zawadi. Ni ndogo lakini imetoka kwa mama. Jasmine akaitazama bahasha kwa dharau. Sihitaji chochote kutoka kwenu. Akageuka kuondoka lakini Lydia akasema kwa sauti iliyovunjika, umesahau kabisa ulipotoka? Jasmine akasimama kwa sekunde moja kisha akasema kwa sauti kali, hayo ni mambo ya zamani. Adrian alijaribu kuingilia. Jasmine, labda mzungumze kwa utulivu. Lakini Jasmine akamkatiza, hili ni jambo langu. Lydia akamwangalia Adrian na kusema kwa uchungu, umemchukua dada yangu, lakini hujui tulivyopigana naye hadi afike hapa. Adrian akabaki kimya, akimtazama Jasmine kwa macho ya kuchunguza. Jasmine akasema kwa hasira, usijaribu kunigeuza kuwa mimi ni dada yako, sikujui wewe na mimi sina undugu na wewe. Jasmine akapaza sauti ili kila mtu asikie, tafadhali ondoka, usiharibu sherehe yangu. Umati ukatazama kwa mshangao, wengine wakiongea, wengine wakirekodi kwa simu zao. Lydia alihisi ardhi ikimtikisika chini ya miguu yake. Sawa, alisema kwa sauti ya chini, nimekuelewa. Kwa macho yaliyojaa machozi na moyo uliopasuka,
Lydia aligeuka na kutembea kuelekea mlango wa ukumbi. Watu wakimtazama kwa mchanganyiko wa huruma na udadisi wa kutaka kujua yeye ni nani haswa, lakini hakuna mtu aliyefanikiwa kumjua kwa sababu dada yake alikana kutokuwa na undugu naye. Jasmine alisimama katikati ya taa na muziki, akijilazimisha kutabasamu tena kwa wageni wake. Alimgeukia mumewe na kumwambia, "Huyu ni rafiki yangu wa zamani sana, kwa sasa amesikia ninaolewa, anataka kuja tena kwangu kipindi nina maisha magumu sana. Hakutaka kuwa upande wangu na sasa anaona kila kitu kimekaa sawa na anataka tena kuwa karibu na mimi. Kwa kweli hilo sitakubali." Na mumewe Adrian akaona hilo ni jambo zuri kabisa, kujitenga na marafiki waongo tena wanafiki. Baada ya harusi ile ya kifahari, Jasmine aliingia rasmi katika maisha aliyokuwa akiyaota kwa miaka mingi. Maisha ya magari ya kifahari, safari za ghafla na marafiki waliovaa mavazi ya bei ghali wakimzunguka kama walinzi wa heshima. Adrian naye alimpenda kwa njia yake, akimnunulia zawadi za ghafla na kumwambia mara kwa mara, "Sitaki upungukiwe na kitu chochote." Jasmine alicheka kwa furaha, "Umebadilisha maisha yangu." Adrian akamjibu kwa sauti ya utulivu, "Hapana, umebadilisha yako mwenyewe, mimi nimekuongezea tu." Waliishi kana kwamba dunia ni yao. Siku moja jioni, Adrian alipokuwa anatoka ofisini akiwa amechoka, alimwambia Jasmine kwa simu, "Nitarudi mapema leo, nina jambo nataka tujadili." Jasmine akacheka, "Usisahau kuniletea ile saa niliyokuambia." Adrian akasema kwa mzaha, "Wewe na vitu vya gharama hamjambo." Lakini safari yake haikufika mwisho. Dakika chache baadaye, simu ya ajabu iliingia kwa Jasmine kutoka namba isiyojulikana. "Je, wewe ni mke wa Adrian?" Sauti ya kiume iliuliza kwa haraka. "Ndiyo, kuna nini?" Jasmine akajibu kwa wasiwasi. Sauti ikasema, "Kumetokea ajali. Njoo hospitali haraka." Moyo wa Jasmine ulipiga kwa nguvu, akashika mkoba wake kwa mikono inayotetemeka na kukimbia nje. Alipofika hospitalini, aliona mama mkwe wake akiwa ameketi kwenye benchi, uso wake umejaa hofu. "Adrian yuko wapi?" Jasmine aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Mama mkwe wake hakujibu mara moja, akatazama tu mlango wa chumba cha dharura. Dakika zilionekana kama masaa hadi daktari alipotoka na kuvua glavu zake polepole. "Tumefanya kila tuwezalo," alisema kwa huzuni, "lakini hatujaweza kumwokoa." Maneno hayo yalipenya hewani kama radi na Jasmine akapiga kelele, "Hapana, haiwezekani." Mama yake Adrian alisimama kwa hasira iliyochanganyika na maumivu. "Wewe utakuwa umemuua mwanangu, haiwezekani. Wewe umemloga mwanangu ili afe urithi mali zake." Jasmine akamkatiza kwa machozi, "Usinilaumu mimi." Mama mkwe wake akasema kwa ukali, "Nani alaumiwe basi?" Lakini hospitali ilibaki kimya, isipokuwa sauti ya Jasmine akilia kwa uchungu. Msiba ulifanyika kwa hadhi, wageni wakaja kwa maelfu, rambirambi zikitolewa, lakini moyoni mwa Jasmine kulikuwa na hofu isiyosemwa, hofu ya kupoteza kila kitu. Baada ya mazishi, aliporudi kwenye jumba lao, alitembea kutoka chumba hadi chumba, akigusa fanicha za gharama kana kwamba anaona bado yupo na mumewe. Alitamani kuwajulisha nyumbani kwao, lakini akajisemea, "Bado nina mali nyingi." Alijisemea mbele ya kioo, "Sitaanguka. Sidhani kana nitahitaji msaada wao." Siku moja rafiki yake alimtembelea na kumwambia, "Usijali, wewe ni mjane tajiri." Jasmine akatabasamu kwa kujilazimisha, "Nitaendeleza kila kitu alichoacha." Hakutaka kuonyesha udhaifu mbele ya rafiki yake. Lakini siku chache baadaye, wakili wa familia aliomba kukutana na Jasmine pamoja na mama mkwe wake. Walikaa mezani sebuleni, wakili akafungua jalada zito. Jasmine akasema kwa kujiamini, "Nahitaji kujua namna ya kusimamia makampuni." Wakili akasafisha koo lake na kusema kwa sauti ya kitaalamu, "Kabla ya hapo, kuna jambo muhimu. Kila mali ya Adrian, nyumba, magari, hisa za makampuni, imeandikwa kwa jina la mama yake, Rebecca." Wakili alisema polepole. Jasmine alishtuka, "Unamaanisha nini?" Wakili akajibu, "Kisheria, huna umiliki wa mali hizo." Jasmine akapandisha sauti, "Haiwezekani, mimi ni mke wake halali." Mama mkwe wake akasema kwa utulivu wenye sumu, "Lakini si mrithi wa mali." Jasmine alisimama ghafla, akigonga meza kwa mkono, "Hii ni dhulma." Wakili akasema, "Nyaraka ziko wazi. Adrian aliamua hivyo kabla ya harusi, lakini kisheria pia huna mtoto wa kurithi, huna haki ya chochote." Jasmine akatikisa kichwa kwa mshtuko, "Adrian hawezi kufanya hivyo bila kuniambia." Wakili akajibu kwa utulivu, "Alisaini nyaraka hizi kabla ya ndoa.
Jasmine akapigia meza kwa mkono. Hii ni njama, mmeipanga nyumba yangu. Siku chache baadaye, kelele za magari mazito zilivunja ukimya wa jumba lile la kifahari. Jasmine alitoka sebuleni kwa shangao kuona wanaume wakishuka kwenye gari na kuanza kubeba fanicha moja baada ya nyingine. Mnafanya nini? Alipiga kelele kwa hasira. Msimamizi wa kazi akasema kwa kifupi, tuna maagizo ya kuhamisha mali. Jasmine akaongea kwa nguvu, hii ni nyumba yangu. Ghafla akamwona mama mkwe wake amesimama mlangoni, akasema, sio yako tena, beba nguo zako uondoke, maana ndo zilizokuja nazo kwa mwanangu. Kwanza wewe ni muuaji, umemuua mwanangu ili urithi mali zake. Sasa ninakukomesha, hutarithi hata kikombe. Ndani ya masaa machache, jumba lilikuwa tupu kama kumbukumbu iliyoondolewa kila kitu. Maskini Jasmine alifukuzwa kabisa kwenye nyumba ile. Aliondoka na mabegi yake ya nguo huku akiwa analia sana. Alichukua simu na akampiga rafiki yake Vanessa. Vanessa aliposikia kilichotokea, alisema kwa shangao, una uhakika? Huwezi kukaa hotelini halafu tuangalie itakuwaje? Jasmine akajibu kwa sauti iliyovunjika, hoteli gani? Sina hata pesa ya kukodisha chumba. Vanessa akanyamaza kwa sekunde, kisha akasema kwa sauti ya kujitoa, ngoja na kurudia, lakini hakurudi tena. Jasmine alipiga simu yake siku nzima na hakuwa anapatikana kabisa. Maisha ya mjini ghafla yalionekana makali kuliko jua la mchana. Marafiki waliokuwa wakimzunguka kama nyuki kwenye asali walitoweka mmoja mmoja. Simu zake hazikujibiwa, meseji hazikujibiwa. Jasmine alikaa pembeni ya barabara za mitaani huku akiwa na mawazo sana. Hivi yote yameisha hivi? Hakuwa anaamini macho yake. Kumbukumbu za kijiji zilianza kurudi pole pole. Sauti ya mama yake, uso wa Lydia mdogo yake, na nyumba ile ya udongo aliyokuwa akiionea aibu. Alivuta pumzi ndefu. Sina pa kwenda. Aliwaza kurudi kijijini kwao, lakini aliona aibu sana. Aliendelea kuishi mjini, lakini maisha yalikuwa ni magumu sana. Mwishowe akaamua arudi kijijini kwa mama yake. Hii siku, safari ya kurudi kijijini ilikuwa ndefu na nzito kuliko safari yake ya kwanza kwenda chuo. Alikaa dirishani ndani ya basi, akitazama mashamba yakipita, machozi yakimtiririka kimya kimya. Nilijiona bora kuliko wao, alijisemea kwa majuto. Alipofika kijijini, alisimama mbele ya nyumba ya udongo aliyowahi kuikataa kwa aibu. Mlango ulikuwa ule ule wa zamani, ukuta ukiwa na nyufa zile zile. Alisita kwa sekunde kadhaa kabla ya kugonga mlango polepole. Ndani, mama yake alisikia sauti hiyo na kusema kwa uchovu, Lydia, angalia nani anagonga mlango. Lydia alipofungua mlango, macho yake yakapanuka kwa mshangao. Dada, alisema kwa sauti iliyochanganyika na mshangao na maumivu. Ilibidi mama yake atoke chumbani huku akiwa anashikilia ukuta kwa msaada. Alipomwona Jasmine akiwa amechoka, uso wake umejaa huzuni na mavazi yake si ya kifahari tena, alibaki kimya kwa sekunde chache. Jasmine alishindwa kuvumilia macho yale la uchungu, akapiga magoti ghafla mbele yao. Mama, nisamee, nimekosea, alisema kwa sauti iliyovunjika. Lydia alikunja uso. Sasa unakumbuka kuwa tunaishi hapa? Jasmine akageuza macho yake kwa Lydia. Nimejifunza kwa njia ngumu. Mama yake alisogea karibu na binti yake, akamwangalia kwa muda mrefu bila kusema neno. Lydia akasema kwa sauti ya uchungu, tulibaki hapa hata ulipotukataa. Jasmine akainama chini zaidi. Nilipofushwa na tamaa, nilidhani pesa ni kila kitu. Mama yake alishusha pumzi ndefu kisha akasema, nyumba hii ni ndogo, lakini haijawahi kukufungia mlango. Na mama yake akasema, nimekusamehe mwanangu. Lydia naye alimsamehe dada yake na maisha yakaendelea. Na huo ndo unakuwa mwisho kabisa wa story hii. Tafadhali tuandikie maoni yako hapo kwenye comments. Ungekuwa wewe ni Lydia, ungemsamehe dada yako licha ya kwamba alikufukuza kwenye harusi yake? Usiache kutuandikia maoni yako hapo kwenye comments. Pia kama bado hujasubscribe katika channel hii, fanya hivyo ili uwe unapata updates za story mpya kila mara. Usisahau kushare pamoja na kulike video hii. Bye bye.